Naomba nijibu swali la mfugaji mmoja aliyekuwa anauliza, je, daktari, inawezekana kufuga kuku wa nyama yani broiler kwa kutumia keji? Jibu ni kwamba inawezekana. Kama unavyoona hapa, hawa ni kuku, ni broiler hapo kwenye cages zao kama unavyoziona hapa, na unaweza kuwafuga kwenye keji kama unavyoona hapa. Na je, alikuwa anauliza keji zao zinafananaje? Basi ziko za aina tofauti tofauti, material tofauti, muundo na design tofauti, lakini huu hapa ni mfano mmoja wapo kama unavyoona hizi. Na hawa kuku wetu wako vizuri kabisa kama unavyoona. Na kwa mtu ambaye hajui faida za cage, ngoja tuziseme chache kwa ufupi. Ukitumia cage unafuga kuku wengi kwenye eneo dogo, tofauti na ukitumia ile system tunaita deep litter, yani ile ya kuwaweka chini kama hapa kwenye sakafu. Kwa hiyo ukiangalia kwa uwiano wa eneo, unaweza kufuga mara 2 mpaka mara 3 ya idadi ya kuku ambayo ungeweza kufuga chini. Kwa hiyo ukitumia cage unafuga kuku wengi zaidi kwenye eneo dogo. Lakini pia ukitumia cage inakuwa ni rahisi kuwahudumia kuku, kwa maana kwamba kwenye keji kama hizi kuwapa chakula, unaona hii trough au hili eneo la kuwapea chakula ni moja. Kwa hiyo hapa unapita, kama umeshaweka chakula kama ni kwenye ndoo, unapita tu unamimina, unatembea mpaka kule mara moja unamaliza. Kwa hiyo huu mfumo unakusaidia kwamba unatumia manpower kidogo, au unatuseme kwa lugha rahisi, unatumia watu wachache kuwahudumia kuku kuliko kama ukitumia ule utaratibu wa kawaida au wa kuwaweka chini. Fikiria kwa mfano ungekuwa na feeders na drinkers zile za moja, zingekuwa ngapi humu ndani? Zingekuwa nyingi sana, pengine zaidi ya 100. Sasa kubadilisha kuweka chakula na kuweka maji kwenye vyombo zaidi ya 100 unahitaji watu kadhaa ili kuweza kuwahudumia. Lakini ukiwa na huu mfumo kama unavyoona hapa, maji yanaingia kwenye mabomba yenyewe, yanaingia kwenye drinkers za nipples kama hizi. Unahitaji kufungulia tu maji yaingie kwenye tenki, kisha yana flow yenyewe. Huna haja ya kuwa hata na watu 2 watatu. Mtu mmoja huyo anawapa maji na anawapa chakula. Lakini pia ukiwa na huu mfumo unaweza siku hizi kunauzwa mashine ambazo unamimina chakula kutoka kwenye mifuko, unaweka kwenye hiyo mashine ambayo ni ya kuchaji, au zipo zinazotumia petroli. Inachukua kile chakula inakiweka kwenye hizi trough moja kwa moja. Kwa hiyo huna haja hata ya kumimina chakula kwa kutumia ndoo au nini. Kwa hiyo pia inawezekana. Lakini pia huu mfumo unakuwa rahisi sana kuzuia magonjwa kwa wanyama wako au kuku wako, na hicho ni kitu muhimu sana katika ufugaji. Kwa mfano, magonjwa hasa yanayoshambulia mfumo wa chakula, kwa maana kwamba magonjwa kama coccidiosis, minyoo, unaweza kuyaepuka kwa urahisi na kwa asilimia kubwa, kwa sababu kama unavyoona hapa jinsi ilivyo designiwa ni kwamba kuku wakijisaidia hapa, samadi inashuka kwenye haya matray, na haya matray unaweza kuyavuta kama hivi, unaona samadi yote inakuwa hapa. Kwa hiyo kuku wa huku juu wanakuwa wako salama, na hapa chini wanakuwa pia wasafi, kwa sababu samadi yao haishuki huku chini. Kwa hiyo hakuna urahisi wa kuku kudonoa ama kula wadudu wanaokuwa kwenye samadi au kinyesi au maji, kwa sababu hakutani navyo kabisa. Kama unavyoona hapa, kuku anakula hapa, na kama unavyomuona huyu anakunywa maji kutoka kwenye hiyo nipo. Unaona anavyokunywa pale. Kwa hiyo kama kuna maji au matone yanadondoka kwenye hako kasahani hapo chini, na hayo maji hayashuki tena hapa chini kwenye hii samadi yao. Kwa hiyo kunakuwa na usafi wa hali ya juu, lakini pia unaondoa uwezekano mkubwa wa kupata magonjwa kwa kuku wako. Pia huu mfumo unasaidia sana, au unakuwa rahisi kuwahudumia kuku wako. Kwa mfano, kama unataka kuwahesabu, ina maana kila kizimba unajua umeweka kuku kadhaa, unazidisha mara idadi ya vizimba, unajua kwamba ninao kuku fulani. Na kadiri walivyojipanga unaweza kuwapa namba. Kwa mfano kama hii ni namba, unaweza kusema ni 1, 2, 3, 4 na kuendelea mpaka kule.
Kwa hiyo kama kwa mfano kuna kuku unataka umwangalie ana tatizo fulani, ama kuna kitu umekiona kizuri kwa hiyo kuku unataka uweke kumbukumbu, kwa hiyo una rekodi tu kwenye daftari lako kwamba ukiingia tu labda roho ya kwanza chumba namba fulani, huyo kuku ndo anapatikana. Kwa hiyo inakuwa rahisi kufanya identification au kutambua kuku mmoja mmoja au kuku walio kwenye chemba fulani au tuseme kisanduku fulani, kwa sababu wote wako hapa na wote wanakuwa hapa. Lakini faida nyingine pia ni kwamba kuku wanaofugwa kwenye utaratibu wa hivi vizimba au tuseme hizi cage, ni kwamba wenyewe wanakuwa na uzito mkubwa kulinganisha na wale wanaofugwa chini. Kama mazingira yanafanana na kila kitu kiko sawa, basi kuku wanaokaa kwenye keji kama hizi watakuwa na uzito mkubwa kidogo kutofautisha na wale wanaofugwa chini. Hii inatokana na sababu kwamba kuku wanaokuwa kwenye kizimba kama hiki hawako huru kutembea kwenda upande mwingine nje na hiki kisanduku chao. Humu wanakuwa huru kutembea kama unavyoona hapo. Naona wanatembea, wanaweza kugeuka kwenda huku na huku, wanaweza kunywa maji, kula chakula, wanatembea. Lakini wale ambao wanafugwa chini au ile deep litter system, na maana kuku huyu anaweza katoka upande huu akaenda upande mwingine wa banda kule baada ya muda fulani. Kwa hiyo kule kutembea kunasababisha wanapoteza joto au wanatumia nguvu pia kwenye mili yao, kwa hiyo wanakuwa kuna kiasi fulani cha uzito unapotea. Kwa hiyo wale wanaotaka kufuga kuku na wanauza kwa uzito, basi hii itawasaidia sana. Hizo ni baadhi tu ya faida ambazo nazikumbuka kwa haraka. Lakini pia huu mfumo unaweza kusema hasara yake ama kwa lugha rahisi tuseme hasara ni kwamba ni gharama kidogo kununua hizi cage na kuziinstall, yani kuziweka, kusuka huu mfumo wa maji na nini. Lakini mbali na hapo, ukishamaliza kufanya hapo, unakuwa umemaliza zile faida nyingine zote, zinakuwa zinaenda vizuri. Na kingine tu ni kwamba mara kwa mara utahitajika kutoa hizi tray kama unavyoona, umwage hii samadi yao, usafishe haya matray kisha uyarudishe. Kwa na hiyo inabidi ifanyike upesi, kwa sababu mara tu unavyofungua hapa, ina maana hapa panakuwa wazi. Kwa hiyo inabidi kuwe na ushapu kidogo na uharaka kusafisha hizo tray zake. Lakini vinginevyo kwa ujumla wake faida ni nyingi kuliko hasara, ama kuliko kitu ambacho pengine kinasababisha isiwe nzuri sana. Kwa hiyo natumai yule aliyeuliza swali atakuwa ameelewa kwa maelezo haya mafupi. Asante sana kwa kutazama. Subscribe kama bado, bonyeza alama ya kengele ili usikose kujifunza wakati mwingine. Asante sana kwa kutazama na Mungu akubariki.